everybody I go like we. Still we irie, cause me no love likes. In a dancehall style. What's up my people, welcome back to another video, another podcast. Manze najua tumekawia sana bila kupiga show. Tulikuwa tumeenda matanga ya baba, lakini we are back. Leo nakaje, nakafiti, luku imekubali. Bedha tunauza kofia. Bedha new hairstyle, niliamua kunini. Kukua good boy nikashave. Tunauza kofia bedhe, uko na 650. Mali clean line 8. We are back my people. You are fam, we are back. Episode 6. Watch pezo episode zingine. Tumekawia bedhe. Consistency is the key. Tutakuwa na shoot sasa consistent or drop your contents after contents. Tunacheki my people. So welcome back. Lakini hii look manze. Leo naona kapoa. Leo msikose kulike jua. Msubscribe juu tu ya look, sinaona. Nakafiti. Tukoga tumeenda kuomboleza baba bedha RIP. Mambo zimekuwa mob nini. But tuko glad tuko back. Ama ni aje my people. Bedha msubscribe for baba for RIP. Matanga imekuwa fiti. Bedha niwapigia tulikuwa Siaya. Mimi na mambo yangu huko. Bedha I'm here to talk about kenye imekuwa happen hizo masiku zingine. Hiyo period yote yenye hatujakuaga. Matanga nini. Bedha ni sudden sana tumelost. Msee mwenye amekuwa kitu represent hapo hivyo juu. Ni sad sana kwa watu wake wenye wamebaki hapo hivyo. Though wenye tuliattend matanga ilikuwa gafan. Wenye tuliochia kwa TV pia tukamzikia hadi kwa TV ilikuwa fiti. Bedha thanks to government ya Kenya alifanya at least state funeral. For the first time msee mwenye ayuko kwa leadership si prezo amefanywa state funeral. But here alikuwa gonna deserve. Alikuwa gonna deserve. Though kitu ilini amaze na hiyo nini yote. Hiyo jani yote kutoka India. Like ilikuwa hakujai kuwa na burial kaa hiyo. Ilikuwa deadly. Bedha ndio hiyo ndege ilimleta kutoka India ikanemiwa after hiyo day. Hiyo namba yake ilichange to Rao 001. Wasi walikuwa wamekeep track. Bedha hiyo ndio ilikuwa the most tracked airline. Sijui ilikuwa in East Africa ama in Africa. Bedha hiyo ndio airline ilitrakiwa na wasi wengi kuangalia tu jani ya kuleta umza huko hivi mtaa. Ilikuwa fun though wasi wali misbehave kiasi. Unaona? But ilikuwa fun wasi wakaenda body viewing hapo Kasarani. Bedha kitu ilinibamba kulikuwa na security deadly. Kulikuwa na majamaa fulani walikuwa wamekladi deadly nini. Multilaris hapa manze walikuwa tu hapa. Like security ilikuwa poa. Hiyo ilikuwa state funeral ya Kibuda. Bedha ilikamtoa hit kwa country like hakujai kuwa na burial deadly kayo. Like wase wengi like walikuwa wameshtuka sana after mzee amepass. Bedha ilishtua wase wengi. Though by the time when I announce wase walikuwa wanashuku like mzee ashadai. But all in all alikam kadai akazikwa. And we live to tell our stories and wasi wana come next ma successor wake hope wataendelesha pali walikuwa wamemwachia. So unaona? That's what's up. So turudi back hadi huko samtani. Huko mtaa sasa kuna debates za manganya nini. Of which ni funny. The last time I checked tukiangalia mambo ya hizo voting za Nganya Awards. Bedha Nganya Awards ni next month mwezi tunaingia November date 29. Mtokee mrepresent mtazenyu. Bedha na muendelee kuvote. I'm amazed bedha sana after the last time nilicheck baba yake alikuwa number 1. Sasa hizi tumewapiga kiboko. Panga sha. Panga manifest sasa hizi ndio na Kenya 1. At least hadi pepu takuja kupewa Kenya 1. Juu amekuaga wakituibiaga. Hiyo ndio ndasema wamekuwa kituibia back to back like tulikuwa na deserve last year but
lakini haidhuru iko tu sawa. Acha tuone this time kai hivyo ndo atatupatia ama though nilikuwa najua kama kungekuwa na hiyo rule ya ati nganya mpya akaija after 6 months haiwezi vai kwa Kenya 1, nilikuwa sure bet hakuna nganya inaweza tutoa hapo kwa race ya Kenya 1. Though competition bado ni tough, vitu zinaweza change. Unaweza amka usiku upate nganya ndio deadly ishapiga votes hapo 50k, but saizi manifest ndio ina lead. Cheki manifest Kenya 1, mvote alafu tupatane hiyo event tujinice, si ndio? That's what's up man. Bado hizi nganya zingine by the zinaendelea kutesa nini opposite imezeeka, wase umo sorry izeni manze opposite it's nowhere near. Itabidi sasa imeenda ushago. Kaderi alijua tu hii mwaka itaweza akajikata kaingia huko kwa Masimba court. So unaona vile anawaspiniaga hapo Scania. Ashapata namba yake hapo kwa gari yake. Sio yenye tuna deal huko na kina Mood. Optimus. Bedha Optimus ni deadly. Bedha come to my nimekuja kunotice wase wa area yetu like inganya culture, Matwana culture imeinfluence wase wengi hii area yetu hadi watoi. Like watoi wana go crazy juu ya manganya. Mtoi amke kwao saa 3 asubuhi aende asimame hapo stage akiongojea nganya ikikam. But though ni fun, niko poa bedhe ina nice nini. Hivyo ndio inafaa. Alafu bedha kulikuwa na vote pia Rick of the Year. Rick of the Year Paipu ni Bionic ndo nikidhani tu iko na Ricodel. Na maybe Sabrosa inataka kukam pia na Druid. Bedha Sabrosa na Druid ziko Rico. Ziko finishing touches. Zitakuwa deadly pia. Bedha naongoja Sabrosa. Sabrosa iliandaga kitambo. Hiyo nayo itakuwa deadly. Ni hizo mapicha tushaona hapo. Nikipata zingine nitawekea hapa kwa screen hapa. Mtaziona. Mtaona vile Sabrosa itakaa saizi. But so far nganya mimi niliona ilipiga transition moja deadly. Nikafilio ndo Rick of the Year. Sijui kama itashinda votes ama itageuziwa dakika ya mwisho. Ni Detroit. Detroit naoni hiyo ni deadly. Exterior maana hakuna nganya inashindana na hiyo exterior. Kwa Rick of the Year exterior Detroit inakuwa mambo mbaya kuliko hizo nganya zote. Hadi kuliko nganya za mtaa yetu. So far. But next year tutajua vile voters zitaenda. Next year sasa unajua kina Optimus zinavai Mood. Bedha mcomment hapo hivyo chini. Na mpige like kwa comment. Nita like comments zote za mniambie mtaa yenyu. Mseme nganya gani ina deserve Rick of the Year, mseme nganya gani ina deserve Kenya 1. Juu mi maybe ni juu mimi na favor mtaa yangu ama ni Z. But mimi najua manifest ina deserve Kenya 1. Manifest ni deadly. Tukienda kwa sound system, portrait za nyuma, graffiti yote tu, like kila kitu inahusiana na manifest ni deadly. So mimi na feel manifest ina deserve Kenya 1. Tunacheki. Though competition ni tough, kila mtaani ni kama umo alikuwaga wameanza vita wao wenyewe kwa wenyewe juzi hapa. Wase wa opposite na wase wa hii kids next door yo Manyanga. Ni deadly though, ni kali. Sasa hapo ni kali wanapigwa kiboko. Wanawaibia wa customers wao. Wanashangaa hiyo ni Kenya 1 wana tense nini. Watu wasijali inakuwa tu hivyo. Zote ni za mtaa moja, wase tu wanafaa wajue. Nganya zote ni za huko yenye inabebe ibebe, yenye inapata customer stage. Hii yezi beba tu 60, kani 32 itabeba tu hiyo 32 alafu hiyo atabeba. Tunacheki ni yenye wase wanabambika naye. Si ati juu nika huko Paipu kwanza tuko na manyanga most sana. Zingine hadi wase wanganyangi, kuna zingine nani deadly. So naona tuko na Dice, tuko na Heartless, tuko na Restoration, Matrix, Manifest, Optimus, Mood, like nganya zote deadly tuko nazo, sinacheki. But unajua kwa nini manyanga most ziuletoaga area ya huku hivi? Ni juu like apart from kukuwa na doi area, like wase huku wanapenda nganya hiyo Matwana culture, like wase huku nganya
it's part of their life. Sinacheki like inabamba, ni entertaining nini. Sisi tuko preferred kupanda gamanyanga daily, kila weekend, kila siku. Juu like ni kitu ni fun, inabamba. Area yetu tunakuwaga well known for entertainment. Sisi tunapendaga kusikia tu poa, so lazima kuanganya culture hivyo tu support nini yetu. Bedha na mvotie Pride of Embakasi. Najua hajanilipa kwa advertise, lakini mvotie Pride of Embakasi pia. Sijui inakuwaga voters ya nini, nimesahau. Mwavotie pia. Inakuwaga blog of the year nikidhani kitu kama. Though najua atabeba. Back to back wanabimanga, but mwavotie. Sound Beast pia mvote hapo hivyo. Optimus Bebe kuna debe. Nganya zote tu. Bionic pia debe. Sinacheki mipipo. Alafu sasa tukirudi tuachane na mambo ya nganya kidogo, tuingie futa. Bedha tuko weekend ndio inaingia. Na Liverpool wana lose 6 games in a row. Mafans wa Liverpool, shida iko wapi? Man U wanabeba back to back. First time Man U imeshinda game 2 zikifuatana. Acha tuone bedha kwa atachapa hii team next wanakutana nao. But at least Man U wako form. Liverpool title content that's last year. Hadi ni this year kiisha season yenye last season wamebeba. Saizi haonekani hadi top 8. Kamenuka vibana, hao ndo walikuwa huko juu. Ligi ikianza wakichapa Arsenal. Saizi Arsenal pia kwa hapo juu anashikia watu namba. Unajua Arsenal wananishikiaga namba. Saizi wako number 1. Mimi kama Man City niko huko chini, but by the time ligi inafika hapo game week 30 niko hapo juu, nani wanajuaga tu nikiingia hiyo number 1 mimi siwezi toka mpaka mwisho. Bedha Liverpool up game ya wanachapa Carabao. Crystal Palace zimewachapa back to back game 3 zikifuatana. Ligi, kikombe, wamenyang'anywa kikombe na Crystal Palace 2. Wampigwa ligi wakiwa kwao kwanza. Liverpool kuna shida hapo hivyo. Timu zingine pia zinang'ang'ana nini zinakam. Alafu tena bedha wa date 4 wanaenda kupatana na Real Madrid. Liverpool mtashinda game gani kwani? Kwanza mnaenda Aston Villa hii weekend, mwingie Real Madrid, mwingie Man City. Ampumui. Alafu sasa injuries zianze kwa cost. Mtamaliza huko namba yenye Manchester inamaliza. Bedha pia Man U wameshinda game 2, wako na kiburi size. Wanajiwa ati tuko na 16 points. Amtuambishie 20 table 20 kataanza kunuka. Wako na Nottingham. Na the last time I checked, Nottingham iliwaua. Home and away last season, home and away. Wasidhani game 2 hapa saizi itawafanya wachape Nottingham. Wadhani wako hapo juu. Unaona? But si kama Man City. Tuna hope for the best. Haaland wetu aliumia by the top scorer Premier League. But itakuwa tu fiti, unacheki. Bedha subscribe najua imekuwa long. Najua nawapea jaba next time ni greetings nini. Next episode sasa tunaendelea pale tulikuwa tumewachia. Sasa ni kujuliana tu hali. Mko fiti? Subscribe. Nawapea 2 seconds za kusubscribe. Na ulike pia hiyo button hapo hivyo. Lakini subscribe. Utufikishe na ndio tumeanza tunataka kufika mahali jo. Na mfollow bedha pia TikTok at Ukoshua Podcast, IG at Ukoshua Podcast. Like kila mahali ni Ukoshua Podcast. Hadi Gmail unaweza tu DM na Gmail. Hiyo ni for official. Kama unataka kwa video maybe unaweza tuma Gmail. Unaweza tu DM hapo kwa Gmail. Tutapata. Alafu tutakuinvite. Na bedha na mcomment hapo mnataka vitu gani. Alafu YouTube channel mgroishe manze. Tufike hadi uko dhao. Hadi watch hours ziko over 4K dhao. That's what's up. Tutasikia tu fiti. Mmaliza kusubscribe. Hivyo sasa. So my people, najua mmekuwa fiti, najua mmetuhata nini. Bedha tumekaa sana, but tutakuwa tunadropia video after video. Episodes zitaendelea kama.
by the time inafika December tukianza season nyingine January, season 2 of which hizi episodes zinaendelea hivyo, tutaanza a fresh season na vitu zingine hapo hivyo zikiendelea tunacheki. So far mko fiti mmaliza kusubscribe. Back to business. Bedha tulikuwa kwa nganya bedhe nganya bedha wase, kuna wase tunapendaga sampling kasi hizi. Si kasi hizi. Mimi naendaga once twice a month sampling. Leo nikani niko na shughuli yako. Hadi ya DC sampling, yani nikani nimeamua acha niingie jiji nione watu wanafanya nini huko. Kama nikienda kufanya vlog, ndo naingia jiji na panda manyanga na najua manyanga nitapata hapo stage. Unajua kuna kuaga na options mingi hapo hivyo kwa stage ya Emba. Sasa unachagua yenye itakuna hapo masaa zake, unaingia mtaa. Narudi samta after umejinice nini. Bedha mimi ubambikaga na hiyo hype na kuaga kwa manyanga. Like manyanga ni entertaining sana. Ni vile manyanga sika bukla juu bukla kuna tei na bukla aulipi pa ride. Kanganya vile unaweza lipa, unalipa so kufika hadi mtao tena ulipe juu unaenda la pingine hiyo. But apart from hiyo juadi kwa manyanga unaweza jibebea tei. Apart from kulipa tu hiyo so ya fair, kulipa fair, mimi na feel manyanga iko more fun juu like new wote mko na vibe the same mkiwa hapo hivyo ndani. Like hiyo ni ka book line songa mse. Like manyanga ya ni real deal. Manyanga like hiyo this junior explain here aje manyanga ni hiyo sandu book line songa, hiyo ndio kitu daily. Manyanga inakuwa na vibe. Alafu kwanza hizo mavako za kugongeana stage, manyanga yenyewe inaingia stage yenyewe, mnachokozana, mnapigana mdomo nini. Bedhari kuna video niliona ya Osto, sijui kama nitaipata, nikiipata nitawekea hapa hivi kwa screen muione. Nitawekea. Osto alikuja walipatana na Yaga kwa Yaga ndio ilikuwa inakam stage yao hapo hivyo hapo jiji hapo CBD. Na Osto alikuwa amekaa hapo. Wewe Osto alisimamisha Manifest TV kwa road. Tukawapiga mouthing. Osto hadi akashuka kwa gari akadance. Na tumeblock njia. Like anaonyesha Yaga yenyewe. Hii ndio Kenya 1. Kaderi hadi anashuka kwa steering anakuja kudance. Yaga amebuya tu anaongelea kwa dirisha. Mafanso hawezi hadi Osto anasema hii ni gari ndogo inaleta competition gari na kaga gari ya plastic kwanza mimi sipendi. Kaingia kwa gari hiyo video nitawekea hapa. Tunaonyesha vile yenyewe Ronga hawezi. Walikamigi na Moxie nini. Ni vile tu crew yake na kwa Gadeli but pia imeanza kudai. Kameanza kunuka. Tunacheki ni vile si tunakuwa na discipline hadi kasi discipline. Pia si crew yetu ingekuwa Gadeli. Tunaweza bebwa si wote huku mtatu aende huko kuchachisha. Tuwapige viboko kwa hizo stage zenyu zote. Juu manyanga tuko na manyanga mingi kuliko hizo mamta zote. Bedha sisi ndio tumeingia kwa history ya Kenya, tumepiga launch deadly ya manyanga. Hakujai kuwa na launch kaya mood na sidhani kama kutaikuwa na nyingine. Like hiyo ndio ilikuwa launch deadly. Kila mse ali acknowledge hadi wasi area zingine, hadi hizo manyanga zingine zilikuwa zinakam kuchachisha nini walikam tu representation ya nganya za gava. Bedha hizo ni nganya za gava bedha. Tunaona hizo ni ma GKB zote. Matrix, Brawlout, Manifest na Mood. Tunacheki ma GKB. Walikam bedha hiyo ilikuwa launch daily ya manyanga, sijaona launch ka hiyo. Like ilikuwa daily hadi kushinda Nganya Awards. Hiyo nayo ilikuwa daily. Sana tunangoja tuone Nganya Awards zitakuaje. Bedha mvote ni 10 bob wase amwezi kosa 10 bob ya kuvote. Mimi nimevote mara kadhaa. Nimevote sana. Bedha limit kuvote, unaweza vote. Wewe unaongeza 2 votes. Labda watuibie. Last time walituibia wakapia opposite, wakaibia Matrix. Matrix ilikuwa gena deserve. Matrix ilikuwa gamboa hiyo time. But all in all, acha tuoneka hiyo watapea first
wakikosa kupea first hatuendi ingine. Hakuna wanganya watu tutaparticipate. Unacheki my people. So my people, better subscribe kwa video, imekuwa tu dao. Tutaendelea kwa drop episodes after episodes. Najua video imekuwa short sana, hadi mimi sikikumaliza sahi, but acha na washutie episode nyingine. Zita drop episodes zikifuatana 2. Subscribe na hiyo yenye sa story tutaongelea next. Tunacheki hii ilikuwa episode ya kwa welcome back, ya kuambia tumerudi sasa kwa site, tunarudi kazi nini. So mfollow kila mahali uko Show Podcast. Na mnifollow pia mimi UR influencer kila mahali, IG, TikTok, YouTube. Bado mimi nafanyaga pia content YouTube kwa channel nyingine. Msubscribe zote. Unajengana hapa hivi ku grow. So na check my people. Imekuwa true dawa. Adios muchachos. Better more acknowledge look. Better ni look na ni daily. Na msao kofia tunauza 6 chweza. Bei ya kuongea. Unaona ukilipia kwa gate ni 750. Ukipiga simu useme unaitaka, mimi nakupatia na 6 chweza. Hadi tunaweza ongea vizuri tuelewane. Tunacheki. Line nani? Brand. So my people, adios muchachos. Peace. Sweet for the love, we not sweet for the life. Make them know success don't come overnight. Make them know a substance over hype.